Haleluya. Asante sana, Mungu awabariki. Tunamshukuru sana Mungu aliyetupa tena siku ya leo kwa ajili ya kuendelea na somo letu. Jana tulitafakari, naomba tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 36 mpaka mstari ule wa 38. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Basi 37 kumradhi, 37 na 38. Walipoyasikia hayo, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. 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 Tulizungumza pale mwanzoni tukasema ya kwamba nguvu ya maombi katika kushughulika na misingi iliyoharibika. Tukasema Zaburi ya 11 mstari wa 3, kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Na tukasoma kitabu cha Maombolezo mlango wa 5 mstari wa 7, tukawaza kwamba baba zetu walikutenda dhambi na sasa hawapo, nasi tumeyachukua maovu yao. Biblia nyingi tulizisoma zikiwa zinasema kwamba baba zetu walikutenda dhambi wakafa kabla hawajatubia dhambi zao, sasa tunaadhibiwa kwa makosa yao. Tukaenda hivyo tukiwaza kwamba njia ya kuondoa ukiwa ama kushughulika na misingi iliyoharibika ni kuomba, na mtu ili aweze kuomba na maombi yake akapate kibali kwa Mungu na akapate flow nzuri ya kuomba, kabla hajamwendea Mungu kwa maombi, inabidi aanze na maombi ya msingi, maombi ya anze na toba, ambapo toba tulisema ni mchakato ambao unaanza kwanza na nia ya kutaka kubadilika, alafu baadaye hatua ya mabadiliko, na baadaye maamuzi ya kuomba sasa adhabu iondolewe iliyotokana na makosa ambayo mtu alikosea. Jana tulijaribu kutafakari kwa habari tumetafakari kwa habari ya toba. Tukasema toba ni kugeuka, lakini toba ni kubadilisha mawazo na fikra. Tukasema katika kufanya toba inabidi mtu aanze kwanza kujipatanisha nafsi yake. Tulisoma kwenye Mambo ya Walawi mlango wa 16 kwamba Haruni alifiwa na watoto wake wawili kama ilivyoandikwa kwenye Mambo ya Walawi mlango wa 10 mstari wa 1 na wa 2. Watoto wawili wa Haruni walikufa kwa sababu waliendea madhabahu ya Bwana wakiwa na uovu ndani mwao. Na tukasema ya kwamba kwenye Mambo ya Walawi mlango wa 16 Mungu alitoa maelekezo. Haleluya. Mungu alitoa maelekezo ni jinsi gani anataka watu wamwendee kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo maelekezo alisema watu waende na sadaka ya upatanisho kwanza, wajipatanishe nafsi zao kwanza, alafu wajipatanishe na nafsi za familia zao, alafu wajipatanishe alafu sasa waweze kuanza kufanya maombi kwa ajili ya wengine. Na Roho Mtakatifu, kuna kitu hapa wakati naongea Roho wa Mungu ananikumbusha kwa habari ya jinsi ya kumwendea Mungu kwenye maombi. Kuna mavazi pia ambayo Mungu alipendekeza watu wanapokaribia madhabahu yake kwa maombi wavae. Haleluya. Mambo ya Walawi mlango wa 16 mstari wa 4, Biblia inasema ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani,
atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndio mavazi matakatifu, naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Haleluya. Mungu akatoa hata maelekezo kwamba tunapotaka kuomba uwe msafi pia wa mwili. Haleluya. Awe msafi wa mwili. Kuhani anapoendea madhabahu awe msafi wa mwili, lakini anaambiwa avae makanzu. Kwa kawaida ya Waisraeli kama Wayahudi walivaa nguo kama wanavyovaa Wamasai, nguo ambazo si kama hizi za kwetu za kushona. Asa Mungu anatoa maelekezo kwamba kuhani anapoenda kuomba asiishie tu kwenda na yale majoo, lakini ndani avae suruali. Bwana apewe sifa. Kwa ajili ya kuongeza kiwango cha kujistiri anapomkaribia Bwana. Na kwa hiyo lolote linaweza kutokea kwenye uwepo wa Mungu, mtu awe amejisitiri. Tafsiri yake ni kwamba kuna mavazi ambayo Mungu anatazamia kutuona tunapotokea kwenye uwepo wake. Ni vizuri uende mbele za Mungu ukiwa nafsi yako haikutoi kwenye uwepo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Narudia na Roho Mtakatifu anisaidie na Roho Mtakatifu aongee na wewe. Vaa yako inaweza kukutoa kwenye uwepo wa Mungu katikati ya maombi. Haleluya. Vaa yako inaweza ikamtoa mtu kwenye uwepo wa Mungu anapokuwa anaomba. Hii ina maana kwamba kama mchungaji umevaa vibaya, unaweza kuwapeleka watu kuwaza kitu kingine wakati wanaomba. Asa mchungaji amevaaje? Hicho kitendo cha kufanya tu hivyo, ushatoka rohoni uko kwenye kutafakari mambo ya kibinadamu. Bwana apewe sifa. Nani amekutoa kwenye huo uwepo wa Mungu? Ni huyu aliyevaa vibaya. Biblia inasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake hayasababishaye. Kwa hiyo mimi jinsi nilivyovaa naweza nikakutoa kwenye uwepo wa Mungu unapokuwa unaomba. Na jinsi nilivyovaa naweza nikakuvuta kumpenda Mungu zaidi. Haleluya. Kwa upande wa kina mama, kuna namna ukivaa tukisema upige magoti huwezi. Kuna jinsi ukivaa ukipiga raundi mbili tu hivi ushawahamisha watu kwenye ulimwengu wa maombi, ushampeleka sehemu nyingine. Kuna namna ulivovaa ukisikia mchungaji anafundisha kama hivi, tayari nishakutoa kwenye uwepo. Bwana apewe sifa. Si unajisikia vibaya, atakuwa ananihubiri mimi nini, atakuwa ananisema mimi. Kwa hiyo wewe mwenyewe unatoka kwenye uwepo, kwa sababu hata kama mtumishi anahubiri vitu vingine, nafsi yako inaanza kukuambia ni wewe. Lakini hata kama hamna mtu aliyekuhubiri, unaweza ukawa katikati ya maombi, shetani akasema na wewe, unakuja na vimini kwenye maombi, hamna lolote. Nini. Nafsi yako inakuhubiri hivyo, afu kujisikia kwa mnyonge. Wakati tunatembea tunaomba, kwa hasira tunaomba. Wewe ukawa sasa katika mazingira, watu wakafikiri labda una adabu, labda unaomba kwa adabu, kumbe ni moyo haukupi furaha ya kuomba. Bwana apewe sifa. Mungu alitoa maelekezo akasema kuhani anapoenda kuomba avae kanzu. Haleluya. Ina maana kubwa sana tunapokuja ibadani na makanzu yetu. Ni ngumu sana kumshangaa mchungaji. Utashangaa nini? Utashangaa nini na amejifunika na makanzu? Kwa sababu kushangaa sio kuvaa nguo ya aibu. Hata ukivaa nguo ya gharama sana, kuna mtu unamfanya angalie, hii suti itakuwa ni kali yeye atakuwa ameshonea wapi? Ningeipata nikamshonea mume wangu. Wewe unahubiri na ngangana hapo. Wewe unatafakari suti au unatafakari kitu kingine. Kwa hiyo sasa tunapovaa kanzu, utatafakari ule weupe wa kanzu, utamuona Mungu mbele ya madhabahu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo basi hichi kipengele ambacho hakikuwepo kwenye budget yangu ya kuongea, Roho wa Mungu ananisemesha niseme hivi. Wakati nimejifunza kwa habari ya kuomba, nilipata, asante rafiki yangu, asante sana.
nilipata kujifunza kwa mtumishi mmoja, akasema anapotaka kuomba anaamka, anapiga mswaki, anavaa vizuri, anaanza kuomba. Asa kuna ile kuamka usiku unaomba. Kila mmoja ana staili yake ya kulala usiku. Anavolala, si ndio? Umeelewa hususan Dar es Salaam kuna namna ya ukiwa Dar kuna namna ya kulala Dar. Ukiwa huku kuna namna ya kulala. Kila mahali pana na kila mtu jinsi alivyoumbwa ana namna yake ya kulala. Sasa ukitaka kuomba hata kama uko peke yako chumbani, unapoomba ujue unamwalika Roho Mtakatifu pale. Unamwalika Mungu. Je, una amani Mungu akukute hivyo ulivyo? Bwana asifiwe. Haleluya. Unapoamua kuomba, una amani Roho Mtakatifu, utakuwa na furaha Mungu akija akukute hivyo ulivyo. Iwe ni kanisani, iwe ni chumbani. Iwe uko peke yako, iwe uko na watu. Una amani Mungu akija akukute hivyo. Na kutafakarisha. Biblia inasema Yesu alipofufuka alimwendea Petro na wenzake walikuwa wanavua. Petro alifanyaje? Petro alijitupa baharini. Umewahi kusoma hilo andiko? Petro alijitupa baharini. Kwa nini alijitupa baharini? Biblia inasema alikuwa uchi, sijui alikuwa uchi, sijui alikuwa aje. Haleluya. Kwa hiyo Yesu amekuja lakini Petro anampenda. Petro anampenda Yesu lakini kwa hii style akatumbukia kwenye maji. Na wewe ukiomba uwe na uhakika kwamba hata kama itatokea Yesu ametokea hapo, hautakimbia kwenda kujistiri. Sisi kama mnaelewa. Haleluya. Kwa hiyo sasa yule mtumishi ndipo msikiliza, ikawa sasa nikiamka kama nimevaa bukta, navaa vizuri kidogo, hata kama nimevaa singlet, navaa t-shirt, nikiwa najua naingia kwenye uwepo wa Mungu, tutakutana na Mungu. Mungu asinikute na boxer. Bwana asifiwe. Sasa ndio maana wengine wakitaka kuomba, wengine wanachukua ile kama shuka jeupe wanajifunika. Ukutane na Bwana katika mazingira salama. Tumeona wenzetu wakienda kwenye ibada mpaka wanabakiza tu hichi hapa hivi. Haleluya. Kama mmenielewa nipungie mkono. Naamini hili limetoka kwa Bwana, maana sikufikiri ningeongea kitu kama hichi. Haleluya. Haleluya. Okay. Jana tulisoma hichi kitabu ambacho tumerudia. Nataka nisome tena hapo. Tuanze kuflow kutoka hapo. Tuendelee sasa kutoka hapo. Namna nzuri tutafakari siri iliyoko katika toba mtu anapokuwa katika maombi. Haleluya. Biblia inasema pale kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 2, Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 37 na wa 38, maandiko yanatueleza jinsi ambavyo mitume walichomwa mioyo. Mioyo iliugua walipofunuliwa juu ya kosa. Hawa ni wale waliomtesa Yesu. Walipoelezwa juu ya kosa walilolifanya la kumsulubisha Yesu, walichomwa mioyo. Na walipochomwa mioyo, walitamani kusaidika ili wasiadhibiwe kwa sababu ya kosa lao. Pale nyuma tunasikizana asante. Ili wasiadhibiwe kwa sababu ya kosa lao. Wakamuuliza Petro, tufanye nini Bwana? Tufanye nini? Tumetambua makosa yetu. Tufanye nini? Petro akawaambia, natakuwa mfanye
mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tubuni. Tubuni kwa lugha nyingine, badilisheni tabia. Badilikeni namna yenu ya maisha. Badilisheni mienendo yenu. Badilikeni namna yenu ya kufikiri. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Petro alitoa mwongozo huo. Cha kwanza, badilikeni kwa nia moja. Alafu akatoa mwongozo wa pili, akasema tubuni. Nimeshaongea sana kwa habari ya kutubu. Munaelewa maana ya kutubu. Nataka niongelee ili neno la pili alilosema, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Alisema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kutubu ni jambo moja, lakini kutubu hakuna thamani kama kusipoambatana na ubatizo. Tafsiri ya neno ubatizo kutoka kwenye neno la Kigiriki ni neno baptizo. Neno baptizo linatafsiriwa kama immersion. Immersion, yani kuzamisha. Kwa hiyo kanaposema tubuni mkabatizwe, ingekuwa anaongea Kiswahili, angesema tubuni mkazamishwe ama mkazikwe. Anarudia, tubuni mkazikwe. Anarudia mara ya tatu. Anasema hivi, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Tafsiri yake, tubuni mkazikwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kubatizwa ni kuzikwa na kufufuliwa. Kwa hiyo Petro alikuwa anawaambia tubuni, lakini toba yenu haitakuwa na msaada kama hamtazikwa mkafufuliwa upya. Katika ubatizo anazikwa asili, mwanadamu wa asili, ambao mama yake ni mlevi, ambao baba yake ni mlevi, ambao wazazi wake ni washirikina, ambao wazazi wake ni wazinzi. Katika ubatizo hiyo kitu inazikwa yote. Alafu ukitolewa hivi, hauiti tena tarimo, hauiti tena maimu walevi, hauiti tena sijui nani, unaitwa Mkristo, tumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Katika ubatizo kuna mambo ya msingi yanafanyika. Jambo la kwanza ni kufa kwa mwili wenye asili ya maovu, ambao umeshindwa kuacha dhambi, ambao unavutwa katika dhambi. Na si kosa la mtenda dhambi, kwa sababu kabla hujazaliwa baba yako alikuwa anakunywa pombe, mama yako alikuwa anakunywa pombe, walikuwa ni wazinzi. Na siku baba na mama walipokutana, walikuwa wanakunywa bia baa, wakalewa, wakanani. Kwa sababu walikuwa wamelewa, hata akili zao hazikuwepo kwenye hilo tukio. Kwa sababu walikuwa wamelewa, inawezekana hata mbegu ilitoka ikiwa imelewa. Ndio wewe hapo. Ndio wewe hapo. Kwa hiyo ilitungwa mimba katika ulevi. Pengine mama alikuwa anafanya biashara ya ukahaba ili apate pesa za kuendesha maisha yake, ukazaliwa wewe. Kwa hiyo ulitungwa mimba katika zina na uasherati na ukahaba. Kuna jambo baya lilikuwa katika kama msingi wa kupatikana kwako. Daudi alipojitafakari kwenye maisha yake, aligundua ya kwamba bibi yake anaitwa Rahabu. Aligundua ya kwamba babu yake anaitwa Yuda, ambaye alilala na mkwe wake akampa mimba, ndio akatokea uzao. Daudi aligundua ya kwamba ametoka kwenye asili ya uzinzi. Kwenye Zaburi ya 51 Daudi akaona ya kwamba acha niombe. Akasema, Bwana unirehemu sawa sana fadhili zako, kwa kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe. Akasema hivi, nimejua mama yangu alinichukua mimba hatiani.
Na mimi nilizaliwa katika hali ya uovu. Kuna siri ambayo hatuijui. Daudi alikuwa ni mtoto wa mwisho. Kiyahudi mtoto wa mwisho alikuwa anakaa nyumbani na wazazi. Mfano mzuri ni Yakobo, alikuwa mtoto wa mwisho, alikaa jikoni na mama yake. Esau alienda kuwinda. Mfano mzuri ni Yusufu, alikaa nyumbani na baba akishonewa nguo nzuri, maana alikuwa mtoto wa mwisho. Kaka zake walikuwa machungani wanachunga. Lakini Daudi ni mtoto wa mwisho, yuko machungani, kaka zake wako nyumbani. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Baba yake aliulizwa, una mtoto mwingine? Akasema sina. Baadaye akasema kuna mmoja wa mwisho yuko. Kwa nini amesaulika? Daudi anasema mama alinichukua mimba hatiani. Lakini historia inaonyesha ni mjukuu wa Rahabu. Rahabu alikuwa ni mama kahaba anayejiuza kule Kanaani. Kwa hiyo Daudi akagundua kwamba ninateswa na roho ya uzinzi. Nimeanguka na mke wa Uria, familia yangu yote wameangamia. Ninateswa na roho ya uzinzi. Mtoto wangu wa pekee amembaka dada yake, ameuawa. Ninateswa na hii roho. Akaanza kutubu, maana si mapenzi yake. Alishindwa kujizuia, maana asili iko ndani yake inamtesa. Na hiyo asili alishindwa kuikontrol na kuizuia, ikaingia ndani ya Sulemani. Sulemani akawa na wanawake 1000, na wale wanawake wakageuza moyo wake, akamwacha Bwana, akapoteza utawala wake, akabakiwa na kabila moja. Kwa hiyo kuna mahali ambapo hata tuwalaumu washarika kiasi gani, hata tuwalaumu watoto kiasi gani, hata umlaumu mume kiasi gani, hata umlaumu mke kiasi gani, unamwonea tu, maana anayofanya ni nje ya uwezo wake. Haleluya, haleluya. Sasa ndio tunakuja hapo sasa. Una tabia zako, kila mtu ana tabia zake. Angalia maisha ya mama yako. Inawezekana yeye alikuwa kirambas kuliko wewe. Angalia tabia za baba yako. Inawezekana alikuwa shida kuliko wewe. Kwa hiyo wewe kuwa tofauti ni jambo gumu sana. Usimlaumu mume wako au mtu yoyote anayekunywa pombe, kwa sababu inawezekana alikunywa pombe tangu akiwa mbegu kabla hajawa mtu. Asa Biblia inasema hivi, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Katika toba nimesema kuna mambo yanafanyika katika ubatizo. Jambo la kwanza ni kufa. Kwa hiyo asili inapaswa ife katika ubatizo. Haleluya, haleluya. Asili inakufaje kwenye ubatizo? Na hilo jina ulilopewa, lilobeba laana, lifie huko kwenye ubatizo. Na hilo jina ulilorithi, lifie huko kwenye ubatizo. Na hilo jina la ukoo, lifie huko kwenye ubatizo. Life. Afu ukiibuliwa namna hii, wakisema huyu ni nani, wanasema huyu ni mtu wa ukoo wa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikiwa kubatizwa ni kufa na kufufuliwa, ina maana anakufa mtu mwenye asili ya tabia mbaya kama za watu wa familia. Anakufa mtu mwenye DNA za baba na mama na chromosome 43, 23 za mama, 23 za baba. Anazaliwa mtu mpya mwenye DNA za Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anakuwa na tabia kama za Yesu, anakuwa na maneno kama ya Yesu, anakuwa na mtazamo kama wa Yesu, maana yeye ni Mkristo. Haleluya, haleluya. Biblia inasema mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Neno jina kutoka kwenye Biblia ya Kigiriki ni neno anoma. Anoma tafsiri yake kwa Kiingereza ni character. Kwa hiyo jina mtu alilolibeba limebeba sifa zake. Jina lako limebeba sifa zako. Wakati mmoja nimepata shida kwenye maisha yangu. Wakati ninasoma nilikuwa mtundu kupita kiasi. Wakati namuomba Mungu namwambia, mbona mimi napenda kutumikia lakini ni mtundu hivi, mkorofi hivi, chokozi hivi. Nikasikia Roho wa Mungu ananiambia jitafakari na hilo jina lako. Nikatafuta Tumaini kama 4 hivi wanaoitwa Tumaini, nikagundua tuna tabia zote zinafanana. Wakorofi, watundu. Nikaanza kumwambia Bwana, nimelitambua hili. Naomba ugeuze misingi ya hili jina. Nikaombea jina langu. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, hebu kamuulize mama yako, kwa nini unaitwa Tumaini? Nikamuuliza mama akaniambia mimi sijui. Kamuulize bibi yako, maana bibi yako ndiye alikupa hilo jina.
Nikaenda kwa bibi, nikamuuliza bibi, eti jina langu nani aliniita? Akaniambia ni wewe mchukuu wangu. Yaani wewe ni Tumaini. Unajua mimi sikuwa na watoto wengi wa kiume. Kwa hiyo wewe ni Tumaini mchukuu wangu. Tumaini chochote utakacho utapata. Nikamwambia Bwana asante. Kama aliniita hivi kwa misingi hii, basi mimi ni Tumaini na chochote nitakachotumainia nitapata. Nikatoka hapo nikaanza kuomba, nikamwambia Mungu, sikuitwa Tumaini kwa ushirikina. Sikuitwa Tumaini ili niwe mtundu. Sikuitwa Tumaini ili nishindikane. Nimeitwa Tumaini ili chochote nitakachotumainia nipate. Ninaomba Bwana ili jina likafanye kazi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuna watu wamepewa majina ambayo yamebeba misingi ya tabia mbaya kwa sababu ya waliowapa hayo majina, ama nia ya hayo majina, ama sosi za hayo majina hazina sifa nzuri. Kwa hiyo jina linakupelekesha. Unatakiwa ujue jambo hili. Ulipobatizwa ilipaswa tabia za hilo jina zife, zivuliwe tabia za Kikristo ndani yako. Haleluya, haleluya. Haleluya. Petro akasema, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Tubuni, badilikeni, na kitakachowasaidia mbadilike, mufe, tabia zenu zife, nguvu ya jina ife, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Jina Yesu kwa Kigiriki ni Jesus, kwa Kiebrania ni Joshua, tafsiri yake ni God save, kwa lugha nyingine Mwokozi. Na jina Kristo kwa Kigiriki ni Christus, kwa Kiingereza ni anointed one, aliyepakwa mafuta. Haleluya. Kupakwa mafuta kwa utamaduni wa Kiyahudi ni jambo lililofanyika kwa ajili ya kuwasaidia kondoo wasishikwe na kupe. Kama kuna mtu mmoja amewahi kufuga kuku, zikishikwa na chawa huko kwenye macho, unafanyaje? Unazipaka mafuta, chawa zinaondoka. Kwa hiyo kupakwa mafuta ni kuwekwa wakfu kwa Bwana, na mtu aliyewekwa wakfu kwa Bwana, tabia zinazomzonga zonga zinamwachia kwa kupakwa mafuta. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo maandiko yanaposema tubuni mkabatizwe kwa jina la Kristo, Yesu Kristo, maana yake maandiko yanasema hivi, tubuni mukafe alafu mukombolewe, kwa sababu Yesu ni Mwokozi. Yesu ni Jesus Kigiriki, ni Yoshua Kiebrania, tafsiri yake ni Mwokozi. Kwa hiyo kufeni tabia zenu za asili, alafu roho ya Mwokozi ingilie kati, muokolewe kwa sababu ya kupakwa mafuta, yani kwa kuwekwa wakfu kwa kiumbe kipya kwa Bwana. Haleluya, haleluya. 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 Kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya toba, ni kuna kitu cha ziada kwenye toba ambacho kinaleta msaada wa kubatizwa. Na tunapozungumzia kwa habari ya mtu aliyebatizwa, ni mtu ambaye amekufa kwa mambo ya mwilini na amefufuka kwa mambo ya rohoni. Na kama mambo ya mwilini amekufa na mambo ya rohoni amekuwa hai, kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Haleluya, haleluya. Haleluya. Akasema kwa kufanya hivyo nitapata ondoleo la dhambi. Nini kinaondoa dhambi? Dhambi inakufa. Haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Alafu anasema utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Baada ya kubatizwa mnapata kipawa cha Roho Mtakatifu, maana sasa wewe unakuwa na sifa zile za Kristo Yesu. Roho Mtakatifu nisaidie. Nafikiri leo sina mambo mengi ya kuongea. Kitabu cha Warumi mlango wa 6. Warumi 6. Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza mpaka mstari wa mstari wa 8. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Warumi 6 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Biblia inasema hivi, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Haleluya. Paulo anaongea na watu wa Mungu, anawaambia jamani, msiendelee kwenye dhambi kwa sababu tulitazamia mlipobatizwa
muwe na imani kwamba dhambi zenu zilikufa katika ubatizo. Mstari wa 4 anawaambia, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo ulikufa mwili wenye asili ya mauti, afu ukafufuliwa mwili wenye asili ya roho, ambao asili ya roho ni uzima wa milele. Haleluya. Mstari wa 5, kwa maana kama mlivyoungana naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili, kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tunakufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Haleluya. Asa hapa Paulo anatufundisha kwamba kumbe ubatizo unaweza kuwa activated, kwa Kiingereza, kwa Kiswahili kuishwa. Bwana sifa. Kwa hiyo Paulo anasema ya kwamba kinachowachanganya ninyi mmesahau, kinachowachanganya ninyi hamjui. Kwa hiyo anawakumbusha kwamba hamjui jamani, mmeshabatizwa lakini mbona hamjui kwamba mlishakufa? Kwa hiyo kama mmeshakufa, ishini basi kama watu ambao wamefufuka kama Yesu alivyofufuka. Msiishi tena katika ile nguvu ya mwili. Hii ina maana ya kwamba kwa muombaji kuna aina ya maombi tunatakiwa kuomba, kumwambia Mungu, naendelea kutangaza mauti juu ya mwili huu wa asili ya dhambi, na tangaza mauti juu ya asili ya mwili huu wa dhambi. Mwili huu wa dhambi na ufisha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mwili huu wa dhambi na ufisha. Ninauisha mwili wangu wa roho niliopewa wakati nabatizwa. Ninauisha nguvu zangu ambazo nilipokea wakati nabatizwa. Ninauisha neema niliyopokea uzima wakati nabatizwa. Nakataa kuendelea kwenda katika mwili. Bwana nitie nguvu zangu za rohoni. Hayo ni maombi ya kuomba. Kufa kila siku ili ufufuliwe mwili mpya ndani ya mtu kila siku. Haleluya. Wakorintho wa pili mlango wa 15 mstari wa 31. Wakorintho wa pili mlango wa 15 mstari wa 31 unasema hivi: naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Hilo neno Paulo anasema hivi: kinachonipa mimi najisifu mbele zenu ni kwa sababu ninakufa kila siku. Anayeongea yuko hai, lakini anasema ninakufa kila siku. Hii ina maana ya kwamba Paulo ana zoezi la kufa kila siku. Anakufa. Ni waraka wa kwanza. Nimeona mnababaika kutafuta. Ni waraka wa kwanza wa Korintho. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 31. Paulo anasema ninajisifu. Kujisifu kwangu ni kwa sababu ninakufa kila siku. Mstari wa 32. Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali kule Efeso, nina faida gani wasipofufuliwa wafu? Na tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Paulo anasisitiza ya kwamba tusienende katika mwili, tujifunze kufa
kunyamazisha miili yetu. Haleluya, 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 haleluya. Mwanadamu ni mwili na roho. Kinachoweza kumcontrol mwanadamu ni kile chenye nguvu kuliko mwenzake. Ikiwa mwanadamu ni mwili na roho, ina maana mwanadamu anaweza kuendeshwa na mwili ama kuendeshwa na roho. Kinachoweza kukuendesha ni kile chenye nguvu kuliko kingine. Ikiwa mwili wako una nguvu kuliko roho yako, basi mwili wako utaendesha maisha yako. Hallelujah. Ukiambiwa una pressure, utaanza kufa kwa sababu gani? Utaipokea hiyo taarifa ya daktari kwa jinsi ya mwili. Ukiambiwa una pressure, kama wewe ni mtu wa rohoni sana, dawa ukipewa unaenda kutupa na kesho unadunda kama kawaida, na sukari unakula unakunywa na unasahau. Ndani ya wiki mbili unasahau. Kwa kinachoua ngoja nikwambie kinachoua. Warumi mlango wa 8. Warumi 8. Warumi 8 mstari wa 5. Biblia inasema, kwa maana wale waufuatao mwili hawafikiri mambo ya mwilini, huyafikiri mambo ya mwilini, bali wale waufuatao roho huyafikiri mambo ya rohoni. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Nia ya mwili ni mauti, nia ya roho ni uzima na amani. Yani huo uzima hautokani na kuwa na pesa. Huo uzima hautokani na kutokuumwa. Huo uzima hautokani na kutokuwa na changamoto yoyote. Huo uzima unatokana na amani ulionayo katikati ya mapito magumu, ya kwamba unajisikia aliye ndani yangu ni mkuu kuliko haya ninayopitia. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko haya ninayopitia. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika mambo yote ninashinda zaidi ya kushinda, maana Yesu ananipenda. Ni kweli naumwa lakini sitalala, naendelea. Ni kweli sina pesa lakini naendelea. Ni kweli na changamoto hii lakini naendelea. Kadiri unavyoendelea, saa shida imeisha, hautajua imeishia wapi. Saa ugonjwa umeondoka, hautajua umeondokea wapi. Maana amani ya Kristo inatokana na imani, na imani ndio msingi wa ushindi wetu katika Bwana. Haleluya. Kwa hiyo wanaofuata mambo ya mwili hawawezi kuishi, maana mambo ya mwili yanatisha. Na kinachoua watu ni hofu kuliko tatizo lenyewe linalomkabili mtu. Bwana asifiwe. Mstari wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana hautii sheria ya Mungu wala huwezi kuitii. Hapa ndio nitaka tusome mstari wa 8. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi haumfuati mwili, bali waifuatao roho, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini sikiliza kwa makini hapa. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Haleluya. Ile roho imeandikwa kwa herufi kubwa, tafsiri yake ni Mungu. Kwa hiyo Paulo anasema hivi, ikiwa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Haleluya, haleluya. Ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake yeye aliye ndani yenu. Hapa anaongea katika nafsi tatu. Anasema ikiwa roho yake yeye yule aliyemfufua Kristo katika wafu, ina maana anasema hivi, ikiwa roho wa Mungu aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ataihuisha miili yenu
kwa njia ya roho. Haleluya, sijui kama unanielewa. Kwa hiyo Mungu ataiuisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Kuuisha ni kufanya kitu kiishi kisife. Ataiuisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Atatumia dawa gani ili miili yetu isife? Anasema hiyo dawa iko ndani yenu. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko hawa dunia. Hiyo dawa iko ndani yenu. Maana kuna roho wa Mungu yuko ndani yenu. Sikiliza, tunapombatiza mtu tunasema na kubatiza kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Alafu tunasema kwamba Mungu Baba, Mwana, Roho. Tunasemaje? Tunasema Adamu wa kwanza aliyeko ndani ya mtoto huyu afe, mtu mpya akaonekane ndani yake, tukusi mjaze roho. Kwa hiyo kwenye ubatizo roho wa Mungu anaingia ndani yetu. Sasa kwa nini Mungu auishe miili yetu isife? Kwa nini Mungu auishe miili yetu isife? Kwa sababu hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu ambamo ndani yake anakaa Roho Mtakatifu. Wewe utakaa kwenye nyumba yako ibomoke, unyamaze? Sijui kama mnanielewa. Lazima auishe miili yetu ili apate mahali pa kukaa. Mwili wako ni hekalu la Mungu, likiharibika ni majanga kwake, hata nyamaza atauisha. Kwa hiyo kama tunataka kuishi, tuhakikishe roho wa Mungu yuko ndani yetu. Ili roho wa Mungu akiwa ndani yetu, matatizo yetu yanamhusu yeye. Haleluya, haleluya. Ndio maana anasema na itakuwa kabla hamjaomba nitajibu, na wakiwa katika kunanena nitasikia. Kwa nini? Kwa sababu ninajibu kwa faida yangu mwenyewe. Anaponya kwa faida yake mwenyewe. Anatuisha kwa faida yake mwenyewe. Haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu na rafiki zangu, tunapotaka kuomba, tukitaka kuomba katika nguvu, tukitaka kuomba kwa viwango ambavyo tutagusa moyo wa Mungu, tutubu. Tusiishie kutubu, tubatizwe. Kama umenisikiza kwa makini, ubatizo ni kitu endelevu. Ubatizo sio ile siku umetiwa maji tu hivi. Paulo anasema ninakufa kila siku. Hivi umeelewa lile neno tulosoma? Paulo anawaambia watu, anawaambia jamani, mnavyoona najisifu hivi, mnavyoona najigamba hivi, kinachonisaidia ni kwamba nakufa kila siku, nakufa kila siku. Siruhusu mwili unitawale. Kila siku nakufa, kila siku nakufa. Kuna saa huu mwili unaamka, unataka kushindana na mimi, na uua. Unakaa kidogo unaamka tena na uua. Nakufa kila siku, nakufa kila siku, nakufa kila siku. Siruhusu mwili uwe hai. Ninaua. Ukiinua kichwa na upiga. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ina maana nataka kusema hivi, ikiwa neno baptizo ni kuzamishwa, ni kuzikwa kwa Adamu wa kale na kuhuishwa na kufufuliwa roho mpya ndani ya mtu, basi ina maana huyu Adamu wa kale anayeuliwa kuna saa anaamka, anatakiwa afe tena. Haleluya, haleluya. Kama asili haijafa ndani yako, ni ngumu kulifanya shauri la Bwana, maana asili inapingana na shauri la Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa ukitaka kuomba vizuri, unahitaji neema ya nguvu za Roho Mtakatifu. Ni wapi pale pameandikwa? Kwa sababu siku zote mwili utamani ukishindana na roho. Nafikiri baadaye soma hiyo Warumi mlango wa 31 na kuendelea. Acha nikusomee ili tupate courage, tupate jambo la kututia moyo tunapotafakari changamoto za asili tulionayo. Haleluya. Biblia inasema hivi pale kwenye Warumi mlango wa 8 mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu?
Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Haleluya. Huyu mtu anayeongea hivi yuko rohoni. Anauliza, nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Ni shetani. Kwamba kila unapotaka kusimama kwenye kusudi la Mungu, ibilisi anakushtaki. Nafsi yako inakushtaki. Matendo yako yanakushtaki. Sasa Paulo anasema msiogope. Nani atakaye tushtaki? Anasema Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, na yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Shika hilo. Nani? Nani? Amfanye Yesu asikupende tena. Paulo anauliza. Je, ni dhiki? Dhiki ni mapito unayopitia, changamoto ulizonazo? Au njaa? Au uchi? Au hatari? Au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunahesabiwa haki, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Haleluya. Sema, katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyenipenda. Mstari wa 38. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakao kuwepo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Kwa hiyo hata asili haiwezi kukutenga na kusudi la Mungu. Ndio maana uko hapa ulivyo. Ndio maana uko tofauti na wale wengine. Kwa sababu neema ya Mungu yatosha, si kwa nguvu wala si kwa uweza, bali kwa Roho wangu, asema Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Nina mambo mengi ya kusema nani, lakini yumkini muda wetu ni mchache. Tumebakiza kesho na Jumapili. Nigusi kasome kitabu cha Ezekieli 18. Soma hiyo Warumi, soma Ezekieli 18. Rejea mistari ya Biblia tuliyosoma. Simama kwenye zamu lako, ukafanyike lango kwenye familia yako, la mpenyo wa kimaombi na mpenyo wa mabadiliko. Kupitia wewe kitokea kizazi kipya cha wacha Mungu. Haleluya. Ezekieli mlango wa 18. Na waacha na hiyo tunaweza kusimama.